Wapendwa wasikilizaji pale ya mwaka mpya. Mwaka mpya nilivuka vizuri na imani ya Bwana na uwezo wa Bwana. Na nyinyi mahali mko, wale ambao mnasikiliza maombi na wale ambao tunasilikiana pamoja, mna sacrifice maombi ama mnafuatilia mahubiri ambao ninaohubiri. Ni asante sana. Mungu amuinue na muonekanie. Mwaka huu wa 2026 kuanzia hii Januari mpaka Disemba, ninajua tutakuwa na nguvu za Bwana, na Mungu wa mbingu hakika atatuonekania katika kila jambo, na inajua ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu anaotenda maajabu. Leo ninataka kuchungumzia juu ya ugonjwa. Nitachungumza kidogo na ninataka uelewe juu ya ugonjwa ni nini, kwa sababu linatajwa katika maandiko la Bwana katika Isaya 38, na nikuelezee ugonjwa ni ugonjwa ya aina tofauti. Ugonjwa si lazima ile ya kugojeka ulale hospitali. Ugonjwa si lazima ile ya kugojeka uumwe na kichwa, ukunywe dawa ama mguu ama ufunjike mahali. Hiyo ni ugonjwa, lakini ugonjwa ni aina tofauti. Ninajua hii maandiko mnajua iko Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, lakini ninataka kukufanunulia zaidi. Unaweza kuwa unaishi katika maisha yako, unaweza kuwa unafanya mambo katika maisha yako, lakini bado hufanikiwi. Unaweza kuwa unaanzisha miradi yako, unaandikwa kwa kazi, inaenda inafanyika siku kadhaa, ile kazi unafutwa, ama ile kazi unatoka bila kisababu, utaambiwa vile utarudi kazini, unakataa kurudi ile kazini. Unaweza kuwa unapata pesa mingi sana, lakini ukiulizwa umefanya nini, huwezi sema zile pesa ulipata ulifanya nini ama umenunua nini. Na unaweza maliza mwaka mzima na unapata pesa, lakini ukiulizwa na watu ulinunua nini ama ulifanya nini, hiyo mwaka mzima huwezi fanya. Hiyo inaitwa ugonjwa. Inaweza kuwa ni ugonjwa wa spirit fulani ulioambukizwa kutoka kwa kifamilia, ama ukaambukizwa na spirit ya mtu fulani akasema nitawekea huyu mtu ugonjwa. Ugonjwa wa kutafuta pesa lakini asioni. Ugonjwa wa kutafuta pesa lakini haitulii. Ugonjwa wa kutafuta pesa, akitafuta pesa anaingia katika kazi, anafutwa bure bila sababu, anafutwa bila kuwa na kizingizio, bila kufanya nini. Unaweza uliza ugonjwa wako utaondoka namna gani, ama njia ya kuondoa hiyo magonjwa ama hiyo spirit unaweza kuiondoa namna gani. Mpendo mwenzangu, acha nikuambie ya kwamba hii ugonjwa ninaozungumzia hapa ni kama ile ugonjwa ya mwili inaoshika mtu sasa. Hii ugonjwa ama hii spirit haijui wewe ni tajiri, haijui wewe ni askari, haijui wewe ni nani, haijui wewe uko na cheo gani, haijui wewe ni pasa, haijui wewe ni mwalimu, haijui wewe ni daktari. Hiyo inaweza ambukiza kila mtu. Inaweza ambukiza mtu akiwa hajatenganishwa na madhabahu, akiwa hajatenganishwa na madhabahu mengine ama miungu mingine. Isaya hapa tunaonyeshwa ya kwamba katika maandiko, siku moja Isaya alikojeka sana. Na wakati Isaya alipokojeka sana, maandiko inasema ya kwamba yeye mwenyewe katika mwazo yake akafikiria kukufa, akafikiria atakufa ama ataondoka. Lakini maandiko inasema ya kwamba, na kwa sababu Isaya alikuwa naomba Mungu na anatafuta Mungu, maandiko inasema ya kwamba alililia Mungu, aliomba Mungu, aliita Mungu. Na wakati alipokuwa anaita Mungu, maandiko inasema ya kwamba alitumiwa malaika wa Mungu. Na wakati alipotumiwa malaika wa Mungu, malaika akaambiwa, enda ukaambie mtu wangu ambaye anaitwa Isaya ajiandae kwa sababu atakufa.
Ajiandae kwa sababu ataacha dunia. Ajiandae kwa sababu ataacha vitu mingi. Mpendo mwenzako, je, mimi na wewe, kama ni wewe ungefuata hiyo ripoti ungefanya nini? Najua wengine wetu unaweza kimbia. Najua wengine wetu unaweza sema, nitafanya nini? Kama uko na security unaweza ita security karibu ikuchunge. Lakini nguvu za Mungu zikishuka, hasijui wewe uko na security ama una security. Uwezi jitanganya, utanganye Mungu na utanganye shetani. Kwa hivyo vitu zingine zikikukujia, asijui wewe uko katika hali gani. Lakini Isaia, kwa sababu alikuwa anatenda matendo mazuri, kwa sababu Isaia alikuwa naomba Mungu, kwa sababu Isaia alikuwa natafuta nguvu za Mungu, Isaia alinyenyekea mbele za Mungu na akaonesha Mungu mambo ambayo aliyofanya yakampanya aishi miaka mingi, yakampanya aongezewe miaka ingine 15. Anjalisho kona ndu ya hapo kwa mboma yenu, mwenye mwaka wa 2026 alikuwa nasema miaka ile ingine hamtaendelea na mtasonga na mbele. Alikuwa nazima maisha yako, alikuwa na shima wakati wako, alikuwa nazima ndoto yako, akuwekee magonjwa na vitu hazieleweki. Ninataka kukuambia mwaka huu, ninataka ujiandae, ninataka ujiconnect katika madhabahu itakuletea faida. Ile madhabahu ya ile kanisa unaabudu, kama unatoa sacrifice, kama unatoa sadaka katika ile madhabahu, ile sadaka inaweza kukutolea, ile sadaka inaweza kukuondolea hii magonjwa, ile sadaka inaweza kukuvunjia hizi madhabahu. Ukienda kutoa sadaka katika ile madhabahu, kama ni madhabahu ya ukweli, ile madhabahu itakutetea. Lakini kama sio madhabahu ya ukweli na unaenda kuifia ile sadaka, itakuambukiza ile ugonjwa. Lakini ukitoa dhambiu yako ama sadaka yako, kutoa dhambiu katika ile madhabahu, na umetoa mwaka wa kwanza na mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 5, ukamaliza mwaka mzima auoni faida, umeendelea tena mpaka ikafika miaka 5, miaka nenda rudi, unjue hiyo madhabahu iko na ugonjwa. Kama si ugonjwa ulio katika ile madhabahu ya kukataa watu wakifanikiwa, unjue wewe mwenyewe ni wewe uko na hiyo madhabahu. Na kama sio wewe uko na hiyo madhabahu, mbazi yule mtu anakufunjia ile madhabahu, ama uliompelekea dhambi akakufunjia ile madhabahu ya kukuondolea ile magonjwa na ile shida, unjue kiwango chake kilikuwa chini. Na kama huyo mtu alikuwa na kiwango iko chini, mtu wa Mungu ni ngumu sana kufaulu, ni ngumu sana kufanikiwa. Utakuwa unalalamika miaka nenda rudi, ninatoa sadaka katika madhabahu, sifanikiwi. Ninatoa fungo la 10 katika madhabahu, sifanikiwi. Ninafanya hivi na hivi, sifanikiwi. Kwa sababu yule anaokuwinda katika maisha yako ina need level nyingine ambayo iko juu. Ina need mtu mwingine alio na level iko juu, akutenganishe na ile ugonjwa za zile madhabahu. Kama kwenu baba yako na mama yako walianzisha vizuri, wakapata pesa mingi, wakapata mangali, wengine wakakuwa na madigrii na madiploma na walikuwa na mali mingi, lakini baadaye mwisho wao walimaliza vibaya. Baba yako alikuwa na hizo pesa, zikakuja kuisha mbule, mafloti ikaisha mbule, ikauzwa, ikahangaika, ikateseka. Upende usipende, hata kama wewe ulisoma mpaka ukafika university, ukapata PhD, ukapata diploma, ukapata nini, na ile madhabahu ya ile ugonjwa ainjaondolewa kwenu, au njavunjiwa zile madhabahu, upende usipende, vile baba yako na mama yako walianzisha, utakuja kumalizia kama wao. Lakini ukifunjiwa ile madhabahu, ukifunjiwa ile shida, ukifunjiwa ile ugonjwa, itaondoka juu yako na Mungu atakutumania malaika. Na akitumana yule malaika, akiingia katika maisha yako yatafadilika. Utafanya mambo makubwa kupita yale baba yako na mama yako alifanya. Kama baba yako alikuwa na kicheka ile ilinunuliwa na babu yake, na baba yako akakuja kukaa hapo, wewe Mungu atakuweka maisha yako tofauti. Mungu atakufa nguvu, ununue kicheka yako, ununue floti zako, na unjenge na ufanikiwe zaidi. Ya mwisho nikitaka kumalizia, wapendwa wangu, kama unanitaka nikuelezee zaidi, ama ni kujibu zaidi, ama ni kuingize kwa ndivu zaidi katika haya maagano, katika hii video
utashare na mtu mwingine, na ukiona hii kitu iko na faida utanifuata. Niko na namba yangu nimeweka hapo, utanifuata nikueleze zaidi kabisa, kwa sababu nilikwambia mimi majina ninaitwa Pastor Ben ama Apostle Ben. Utanitafuta nikuelezee zaidi, utanitafuta nikueleze vile hizi ndoto zinawinda watu, vile zinawaambukiza magonjwa na vitu zingine ambazo hazieleweki, na vitu zingine ambazo haziandamani na neno la Mungu. Ukitaka kuunganisha hii maandiko nimekusomea leo, enda ukajisomea wewe mwenyewe Ezekiel 16 verse 1 kuteremka, utaona chenye ninakwambia. Alafu uende wewe mwenyewe ukajisomea katika kitabu ya Mwanzo 27. Utaona Rebeka vile aliyotaka kudivert baraka ya watoto wake. Badala ya kusikia sauti ya baba ya watoto akiongea na mtoto mmoja akimwambia enda kwa msitu ukanitafutie kitu kazuri unitengenezee nikubariki, badala ya Rebeka kusikia vizuri na kuita baba yao awapembeleze abariki hao watoto wakiwa pamoja, alitaka kuambukiza mtoto ugonjwa ambao ni ugonjwa wa kumtanganya, akaimbe baraka ambazo sio zake, akapate baraka ambazo sio zake. Alileta vita katikati ya watoto badala ya kuleta furaha katika watoto. Kwa hivyo wapendwa wenzangu, ninajua ya kwamba mwaka huu wa 2026 kuanzia hii Januari mpaka Disemba, wale tutafuatana tutaenda mbali. Wale ambao wanataka tuende pamoja katika safari ya mbingu na katika safari ya kuwaeleza zaidi katika mambo mengine na vile inakuja kwa mtu, vile zingine zinaondolewa kulingana na maandiko vile inasema, na tusome zaidi, utanifuata hapo, nitakueleza zaidi, tutaomba zaidi. Halafu nitakwambia kitu moja, kama tumeshikana hii Januari ya 2026 na nimeanza kuomba na wewe, ama nimeanza kukuombea ufuke katika magonjwa fulani ama uachane na mambo fulani, na tumalize mwaka mzima na bado hujaona faida kwangu, nitakuruhusu uende ukatafute madhabahu mengine. Nitakuruhusu uondoke katika maisha, kwa sababu siwezi kukufunjia madhabahu na ile madhabahu, kwa sababu najua niliitwa na Mungu, sio mimi nilijiita ikatae kuondoka. Lazima uone tofauti katika maisha yako, lazima uone tofauti. Kama niliona tofauti, lazima uone tofauti. Ndipo nilimwambia wakati mwingine, pastor ni aina tatu na wote ni wazuri na wote waliitwa na Mungu. Kuna mchungaji wa kuitwa na Mungu, kuna mchungaji wa kusomea kazi na kuna mchungaji wa kujiita. Hao wote wako sehemu moja na wanaabudu Mungu aliye hai. Wanasema Mungu ni mwema, wanasema Mungu anatenda. Ni wewe mwenyewe uangalie hiyo video niliyotuma mwaka ulipita, na uangalie hii video ya leo na hii mahubiri leo, utajua mimi niko katika kategori gani. Sitakwambia niko kategori gani. Ole wake wanaoshika nyara za watu, ole wake wanaokamata nyoto za watu. Mwaka huu hamtakamata followers wangu. Mwaka huu hamtazima wale tutasimama pamoja kwa jina la Yesu. Angalishi ni ugonjwa wa aina gani uliowekwa kwenu, ati mkaambiwa ya kwamba mtakuwa mnasoma lakini hamtafaulu. Nimekuja kukutangazia leo utafaulu katika jina la Yesu, by fire, by thunder, by force. Kwa hivyo kuna vitu zingine zinaniti msukumo wa kiroho, ndio siombewe, ndio siweze kuondoka, ndio siweze kwenda na mbele, ndio siweze kufunjika. Zingine utaziacha mwaka huu. Walisema utafaulu 2026. Ninakuambia hata kama walikuzika katika dinesa, hata kama walipeleka majina lako katika mochari na wakakuweka katika fridge ya mochari ukiwa wai, hata kama walizika pesa zako katika makaburi, ninakutangazia mwaka huu itaondoka. Mwaka huu wa 2026 haitakufuata tena ndugu yangu. Wengine unazikiwa pesa katika makaburi, pesa zako zikishikwa katika makaburi, hata ufate bilioni 20, mtu wangu zitaisha bure. Na usifikirie hii spirit haishiki wasungu. Hii spirit haijui wewe ni msungu. Hii spirit haijui wewe ni nani. Unaweza kuanza vizuri sana lakini uende ukamalize vibaya sana. Unaweza kuanza vibaya sana na uende ukamalize vizuri sana. Kwa hivyo ninaomba tukaombe, wapendwa mnaonisikiliza, na ninajua ya kwamba tutasaidiana pakubwa. Ninajua ya kwamba tutaenda mbali sana. Wewe mwenyewe ni wewe unajua kiatu inaokuuma.
Usitegemee kuambiwa na binadamu, usitegemee kuambiwa na mtu mwingine. Chaguo ni lako. Nilikuambia namba iko hapo, ukitaka utanifikia. Ukiona ina faida ni sawa, angalia na upite. Hata si lazima uangalie na upite, kwa sababu sitakutanganya. Ninataka upande mbegu ya 310, na hiyo 310 itakusaidia. Lazima nikutoe, lazima tuwasiliane, lazima unifikie simu unjue mimi ni nani. Lazima na wewe nikujue, nijue umefikia wapi, unieleze nimepitia hii na hii na hii, ndio nijue hilo ugonjwa uko nayo ni ugonjwa aina gani, ndio nijue ile lepo uliofikishwa ni lepo ya aina gani, ndio nijue vile nitatatua hiyo shida yako. Kwa sababu siwezi kukutajia hiyo mambo yote katika internet ama katika mitandao. Lazima nikuwe na heshima, lazima ukuwe na heshima, unielezee na mimi nikuambie ni nini. Nilishaombea watu wengi wakasaidika. Nilishaombea Wasungu, nikaombea Wakamba, nikaombea kile kabila, kwa sababu Mungu wetu si wa uchaguzi. Na anaona Mungu. Siwezi onga mtu nimwambie kuja ushuhudie ati ulipona ukimwi. Nitakuombea, unaenda unapimwa, unakuta hakuna. Na nikikuombea sitakuambia hacha dawa za pressure, hapana. Kama unakunywa nitakuombea na utakuwa na imani. Na utaendelea katika hospitali uvimwe na daktari, ukiendelea kupunguza zile dawa, mwisho utaenda kuvimwa uangaliwe uko sawa, ulishapona, ulishafaulu, kitu ambacho si cha kutanganyana ama za kupeleka vitu ambazo asistahili. Kwa hivyo wacha tuombe wapendwa. Baba yetu ulio mbinguni, ninakuabudu, ninasema ni asante, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Mwaka huu wa 2026 Jehova, kuanzia hii Januari mpaka Disemba Jehova, maandiko yako kwenye kitabu ya Isaiah 38 inaniambia ya kwamba siku moja Hezekia alikuwa mgonjwa sana. Na maandiko inaniambia ya kwamba Hezekia alipokuwa mgonjwa, maandiko inaniambia alikuwa naomba na kutafuta Mungu. Na Mungu ananiambia ya kwamba siku moja ulimtumia malaika. Na wakati ulipotuma malaika ukamwambia, endo kaambie Hezekia andaye watu wake na waambie, na kwa sababu ya kwamba ataenda kukufa. Lakini maandiko inaniambia ya kwamba Hezekia alipofikia hiyo hapali, Hezekia hakuweza kutetemeka, lakini Hezekia alikumkumbusha mambo ambayo aliyokutendea, ndio kaweza kumweka uhai, ndio kaweza kumbariki na kaendelea, na Mungu kamuongeza miaka 15 ya kukaa. Kuna mtu hapa ananisikiliza jioni ya leo, hii mwaka wa 2026 Jehova, na kuanzia Januari mpaka Disemba amemalisha zaidi ya miaka 5, na mbato anahangaika, anazunguka mahali pamoja, na mbato anapata pesa lakini asimsaidii, na mbato anafanikiwa lakini haoni mafanikio, ile mafanikio lake linazimika. Ninakamata kila ndoto yote, wachawi waliozima ndoto yake, haijalishi ni wachawi wa kimwili, haijalishi ni wachawi wa kiroho, ninawapahamia na jina la Yesu. Ninawateketeza na moto, ninawateketeza na moto wa kiroho. Ninavunja kila ukuta unaowaletea magonjwa, au wanaonifuata Jehova, au wanaofuata nguvu zako kupitia mahali niko Bwana, hawatawahi teseka tena. Spirit ya Illuminati, spirit ya Freemason, spirit ya kuzika watu kwa makaburi, spirit ya kuimba ndoto za watu, spirit ya kuimba sauti ya watu, spirit ya kuwinda vita za watu na kupeleka kuzimu, hawatawezwa na kitu chochote. Mungu ninaomba ukawe mlinzi wao, na Mungu ninaomba ukawe mlinzi wangu na familia yangu. Tunajifunika na damu yako. Ninanamasisha wachawi wa kimwili na wa kiroho katika jina la Yesu Kristo, wakaondoke na wakanyamaze, walinde na waunganishe. Tunaungana na masalapi na makerubi mbinguni, ninawaunganisha na madhabahu ya mbingu. Wacha madhabahu ya mbingu ikawatetee, wacha madhabahu ya mbingu likanene mema, wacha madhabahu ya mbingu likanene mema. Waliosemekana ya kwamba watatufiwa magonjwa, ninatoa hiyo magonjwa juu yao, ninaiondoa na kuivunja. Ninasema watafaulu, ninasema wataendelea, ninasema watabarikiwa. Mwaka huu tunahitaji nguvu zako, hatuhitaji nguvu za mwanadamu, hatuhitaji nguvu za security, hatuhitaji nguvu za kutoka kwa boma. Hata kama
kama security itakuwa. Mungu, tunaomba security ya mbingu itangulie katika maisha yetu, itangulie popote tuendapo. Binadamu hata tusaidia, lakini tukiwa ndani yako Mungu, ninajua utatusaidia. Tuinue na tuonekanie. Hakika wale tutafuatana pamoja, hakika wale wataamua kunisapoti katika hii ministry, hakika wale wataamua kunisapoti Mungu, na wao nenda ukawasapoti Mungu, na wao nenda ukawasapoti. Nimesimamisha kilio kwa wao watakao sema watasimama na mtumishi wako Pastor Ben. Mungu, waonekanie na walinde. Ninakomesha wale wanaokamata watu akili zao na wanasema wakikataa kutoa dhambi kwao wama sadaka kwao watazima ndoto zao. Ninakamata hao wachawi wa kiroho na kuwanamashisha. Watu wako wataendelea. Hao watu sio wangu mimi. Mungu, ni wewe uliowaita na unawajua kila moja na majina yake. Walinde na waongoze, wahifadhi kwa neema yako, sio kwa nguvu zangu, lakini ni za nguvu zako wewe, Mungu wa Israeli, uliosema kuwe na mbingu na kukakuwa, uliosema kuwe na jua kukakuwa na jua, uliosema kuwe na mwezi na ukakuwa mwezi, uliosema kuwe giza usiku na kukakuwa giza, uliosema kuwa mwangaza mchana na kukakuwa mwangaza. Mwangaza wako watoka wake katika maisha ya watu wako, na utuondolee kila giza, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Wapendwa wa Mungu, mbarikiwe sana. Utanifuata katika hiyo followers, na inajua ya kwamba Mungu atamuonekania, atakushindania. Barikiweni sana. Neema ya Mungu haijui wewe ni mkubwa. Neema ya Mungu ikianguka juu yako haijui umesoma ama hujasoma, inaingia katika ile lepo. Unaweza kuwa umesoma zaidi lakini ukuwa unahangaika. Kwa hivyo Mungu najua atamuonekania na atamshindania. Barikiweni sana kunisikiliza, na jina la Bwana litaendelea na kutukuzwa. Yesu ataendelea na kuitwa Mungu katika maisha yetu. Asante sana. Asante sana. My God bless you.